Mahundi TV ni mwanga wa jamii. Karibu sana msikilizaji na mtazamaji wa Mahundi TV katika stori kuhusu chimbuko la kanisa Katoliki. Ungana nami pamoja kuanzia mwanzo wa stori hii. Stori ya Roman, kanisa Katoliki maarufu kama kanisa Katoliki ni Roman. Kanisa la Roma ambalo leo linajulikana zaidi kama kanisa Katoliki ni mojawapo wa taasisi za kidini za kale duniani. Historia yake inaanza karne ya kwanza baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa mujibu wa mafundisho ya kanisa Katoliki, mwanzilishi wa kanisa ni Yesu Kristo. Yesu aliwachagua mitume 12 ili kueneza injili duniani. Miongoni wa mitume hao, Mtume Petro alipewa nafasi maalum ya uongozi. Katika Injili ya Mathayo 16:18, Yesu alimwambia Petro, "Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu." Baada ya kifo na ufunuo wa Yesu, Petro alihubiri katika maeneo mbalimbali ya dola la Roma. Mwishowe alifika katika mji wa Roma ambalo aliongoza waumini wa kwanza wa Kikristo. Kulingana na mapokeo ya kanisa, Petro aliuawa kwa kusulubiwa wakati wa utawala wa Nero takriban mwaka 64 mpaka 67 BK. Kaburi lake linaaminika kuwa chini ya St. Peter's Basilica. Kwa sababu hiyo, Petro alihesabiwa kuwa papa wa kwanza wa kanisa Katoliki. Katika karne ya 3 za kwanza, Wakristo waliteswa sana na watawala wa Kirumi. Mafalme waliuawa na sababu ya imani yao. Hata hivyo, mwaka wa 313 BK, Mfalme Constantine the Great alitoa amri iliyojulikana kama Edict of Milan, iliyowapa Wakristo uhuru wa kuabudu. Baadaye Ukristo ukawa dini yenye nguvu katika dola la Roma. Mwaka 1554 kulitokea tukio linaloitwa East-West Schism. Kanisa liligawanyika katika Roman Catholic Church Magharibi chini ya Papa wa Roma, East Orthodox Church Mashariki chini ya viongozi wa Constantinople. Mwaka 1517 padri wa Kijerumani aitwaye Martin Luther alianza kupinga baadhi ya mafundisho na desturi za kanisa Katoliki. Tukio hili lilisababisha Protestant Reformation na kuzaliwa kwa makanisa mengi ya Kipentekoste. Kwa mujibu wa mafundisho ya kanisa Katoliki, historia yake inaanza kwa Yesu Kristo mwenyewe, ikapitishwa kwa Mtume Petro huko Roma na kuendelea kupitia mfululizo wa zaidi wa mapapa 260 hadi leo. Kutoka kundi dogo la waumini walioteswa katika dola la Roma, kanisa Katoliki limekuwa moja ya taasisi kubwa zaidi za kidini duniani na limekuwa na ushawishi mkubwa katika historia ya dini, elimu, siasa na utamaduni. Na huu ndio mwisho wa stori yetu ambalo ilikuwa inahusu. Asante sana mtazamaji na msikilizaji wa Mahundi TV kuungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa stori hii. Please usisahau kushare, kulike na kudondosha komenti yako ili uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa mpya kila inapotoka. Asanteni sana.